kwa vile yeye Mabula alivyokonda kama ng'onda, kiasi kwamba suti aliyoivaa haimtoshi ama haimchukui vizuri kama awali. Mabula anaeleza kuwa hakuna neno na yaliyokwisha kutokea. Ni kama anasema kuwa amekonda hivyo kwa sababu alifuta kazi, amekuwa na mawazo na ndiposa akakonda. Anakubaliana naye, afya ndiyo muhimu zaidi. Mabula anasema kuwa anaondoka na anapoulizwa anakwenda wapi na iwapo anajikumbusha ya kale, anasema kuwa ya kale hayanuki. Hapa anadokeza ile methali ya kuwa mavi ya kale hayanuki, na kuwa sasa imebaki kutazama mbele na kusahau yaliyopita. Mishi anaeleza kuwa hawezi kusahau ama hawawezi kusahau ya kale, kwani ndiyo yaliyowaponza. Anasema kuwa anamhurumia sana Dama mwanao, kwamba zaidi anamhurumia Dama. Wanaanza kuelezana mabadiliko yaliyompata Dama, kuwa alikuwa amezaliwa uzunguni na sasa anaishi Madongo Poromoka. Mabula anasema alikuwa softy ama alikuwa mlegevu, alikuwa hawezi kufanya mambo kama vile kuchambua mchele, hangeweza kucheza na wenzake, hata kukata kucha zake mwenyewe ilikuwa ni taabu na mabadiliko mengine. Mabula anaeleza kuwa Mishi ndiye hakutaka Dama afanye lolote. Mishi anajitetea akisema kuwa Yaya walikuwapo na Yaya, na huyo Yaya alikuwa akilipwa ili kufanya hizo kazi zote za nyumbani. Mabula anamueleza Mishi kuwa alikosea, kwani hiyo kufanyiwa kazi na Yaya ilimfanya Dama kuwa mnyonge katika mambo madogo yanayomhusu. Mishi anampa Mabula uji na Mabula anashukuru. Anampa mji akimwambia angalau apate nguvu za kumwezesha kurandaranda huko anakokwenda. Mwisho wa onyesho la kwanza. Sehemu ya pili, onyesho la pili. Ni baadaye siku hiyo, na katika hili onyesho tunampata Mishi na Dama. Wamo shambani wakipalilia mboga na wanapiga gumzo. Mishi anamharakisha Dama ili wamalize sehemu iliyobaki. Dama anaeleza kuwa sehemu iliyobaki si ndogo. Mishi anamwomba wajikaze ili waipungue, kwa sababu karibu Dama watafungua shule na yeye Mishi ana mengi yanayomsubiri. Dama anaeleza kuwa ingekuwa rahisi iwapo Mabula angekuwa anaenda kuwasaidia. Mishi anamueleza kuwa Mabula hawezi kufanya hivyo, kwani yeye huamka na kwenda kazini mjini. Dama anashangaa iwapo babake amepata kazi. Anasema ana matumaini sasa hangefukuzwa tena kwa sababu ya ada ya shule. Mishi anamueleza kuwa watajitahidi na kumuuliza kuhusu maisha yake ya shuleni.